Lango wa 31. Basi Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani wakisema, Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu, na kwa mali ya baba yetu amepata fahari hii yote. Yakobo akaona uso wa Labani, ya kuwa hakumtazama vyema kama jana na juzi. Bwana akamwambia Yakobo, urudi mpaka nchi ya baba zako na kwa jamaa zako, nami nitakuwa pamoja nawe. Yakobo akatuma watu, akawaita Raheli na Lea waje nyikani kwenye wanyama wake. Akawaambia, naona uso wa baba yenu, kwamba hanitazami vyema kama jana na juzi, lakini Mungu wa baba yangu amekuwa pamoja nami, nanyi mmejua ya kwamba kwa nguvu zangu zote nimemtumikia baba yenu. Na baba yenu amenidanganya, akabadili mshahara wangu mara 10, lakini Mungu hakumwacha kunidhuru. Aliposema, walio na madoadoa watakuwa mshahara wako, wanyama wote wakazaa madoadoa. Aliposema, walio na milia watakuwa mshahara wako, ndipo wanyama wote wakazaa wenye milia. Hivi Mungu akamnyang'anya mali yake baba yenu na kunipa mimi. Ikawa wakati wale wanyama walipochukua mimba, naliinua macho yangu nikaona katika ndoto, na tazama, mabeberu waliowapanda hawa wanyama walikuwa na milia na madoadoa na marakaraka. Na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo. Nikasema, mimi hapa. Akasema, inua basi macho yako ukaone, mabeberu wote wanaopanda wanyama wana milia na madoadoa na marakaraka, maana nimeona yote aliyokutendea Labani. Mimi ni Mungu wa Betheli, huko ulikotia mafuta nguzo na kuniwekea nadhiri. Sasa ondoka, toka katika nchi hii, urudi mpaka nchi ile uliozaliwa. Raheli na Lea wakajibu wakamwambia, Je, imetubakia sehemu au urithi katika nyumba ya baba yetu? Hakutufanya kama wageni, maana ametuuza, naye amekula fedha zetu kabisa. Maana mali yote ambayo Mungu amemnyang'anya baba yetu, mali hiyo ndiyo yetu na ya wana wetu. Basi yoyote Mungu aliyokuambia uyafanye. Ndipo Yakobo akaondoka, akapandisha wanawe na wakeze juu ya ngamia, akachukua wanyama wake wote na mali yake yote aliyokuwa ameyapata, na wanyama aliyowapata katika Padan Aramu, ili afike kwa Isaka babaye katika nchi ya Kanaani. Basi Labani alikuwa amekwenda kuwakata manyoya kondoo zake, na Raheli akaviiba vinyago vya babaye. Yakobo akamhadaa Labani Mshami, kwa kuwa hakumwambia kwamba anakimbia. Basi akakimbia yeye na yote aliyokuwa nayo. Akaondoka, akauvuka mto, akaelekeza uso wake kwenda mlima wa Gileadi. Hata siku ya 3 Labani akaambiwa ya kwamba Yakobo amekimbia. Akatoa ndugu zake pamoja naye, akamfuata mwendo wa siku 7, akampata katika mlima wa Gileadi. Mungu akamjia Labani Mshami katika ndoto ya usiku, akamwambia, ujihadhari, usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Labani akamfikia Yakobo, na Yakobo alikuwa amepiga hema zake katika mlima, na Labani na ndugu zake wakapiga hema zao katika mlima wa Gileadi. Labani akamwambia Yakobo, umefanya nini? Umenihadaa, ukawachukua binti zangu kama mateka waliotwaliwa kwa upanga. Mbona umekimbia kwa siri ukanihadaa, wala hukuniambia, nipate kuagana nao uende zako kwa furaha na nyimbo na ngoma na kinubi? Wala hukuniacha niwabusu wanangu na binti zangu. Basi umetenda upumbavu. Ninao uwezo mkononi mwangu wa kukufanyia madhara, lakini Mungu wa baba yako usiku huu ameniambia akisema, ujihadhari, usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Basi sasa umetoka kwa sababu umetamani sana nyumba ya baba yako. Mbona basi umeiiba miungu yangu? Yakobo akajibu akamwambia Labani, kwa sababu naliogopa, nikasema, usije ukaninyang'anya binti zako kwa nguvu. Awa yeyote utakayemwona kuwa nayo miungu yako, yeye asiishi. Mbele ya ndugu zetu ukitambue kilicho chako kwangu, ukakichukue, maana Yakobo hakujua ya kwamba Raheli ameiiba. Labani akaingia katika hema ya Yakobo na hema ya Lea na hema ya vijakazi wawili, wala hakuiona. Akatoka katika hema ya Lea, akaingia katika hema ya Raheli. Basi Raheli alikuwa amevitoa vile vinyago ameviweka katika matandiko ya ngamia na kuvikalia,
Labani akapapasa hema yote, wala hakuviona. Naye Raheli akamwambia babaye, bwana wangu, usikasirike kwa sababu siwezi kuinuka mbele yako, maana nimeshikwa na mambo ya kike. Akatafuta, wala hakuviona vile vinyago. Yakobo akakasirika, akagombana na Labani. Yakobo akajibu akamwambia Labani, nini hatia yangu? Nayo ni nini dhambi yangu, hata ukanifuatia namna hii? Umepapasa papasa vyombo vyangu vyote. Ni kitu gani ulichokiona cha nyumbani mwako? Kiweke hapa mbele ya ndugu zangu na ndugu zako, wakaamue kati yetu. Miaka hii 20 nimekaa kwako, kondoo zako wala mbuzi zako wake hawakuharibu mimba, wala waume katika wanyama wako sikuwala. Kilichoraruliwa na hayawani sikukuletea; mimi mwenyewe nimetoa hasara yake. Wewe umekidai katika mkono wangu, ikiwa kilichukuliwa mchana au ikiwa kilichukuliwa usiku. Hii ilikuwa hali yangu: mchana jua likanipata, na baridi usiku, usingizi ukanitoka machoni mwangu. Miaka hii 20 nimekaa nyumbani mwako, nilikutumikia miaka 14 kwa binti zako wawili, na miaka 6 kwa wanyama wako. Nawe umebadili mshahara wangu mara 10. Kama Mungu wa baba yangu, Mungu wa Ibrahimu na hofu ya Isaka, angalikuwa pamoja nami, hakika sasa ungalinifukuza mikono mitupu. Mateso yangu na kazi za mikono yangu Mungu ameziona, akakukemea usiku huu. Labani akajibu akamwambia Yakobo, hao binti ni binti zangu, na wana ni wanangu, na wanyama ni wanyama wangu, na yote uyaonayo ni yangu. Nami naweza kuwatendea nini leo binti zangu na wana wao waliowalea? Haya, na tufanye agano, mimi na wewe, liwe kwa ushahidi kati ya mimi na wewe. Yakobo akatwaa jiwe, akalisimamisha kama nguzo. Yakobo akawaambia ndugu zake, kusanyeni mawe. Wakatoa mawe, wakafanya chungu, nao wakala huko karibu na ile chungu. Labani aliiita Yegar-Sahadutha, lakini Yakobo aliiita Galedi. Labani akasema, chungu hii ni shahidi kati ya mimi na wewe hivi leo. Kwa hiyo likaitwa jina lake Galedi na Mispa, maana alisema, Mungu avizie kati ya mimi na wewe wakati tusipoonana. Ukiwatesa binti zangu na ukitwaa wake zaidi ya binti zangu, wala hapana mtu pamoja nasi, tazama, Mungu ni shahidi kati ya mimi na wewe. Labani akamwambia Yakobo, tazama chungu hii, utazame na nguzo niliyoitia kati ya mimi na wewe. Chungu hii na iwe shahidi, na nguzo hii na iwe shahidi, ya kuwa mimi sitapita chungu hii kuja kwako, wala wewe hutapita chungu hii na nguzo hii uje kwangu kwa madhara. Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Nahori, Mungu wa baba yao, ahukumu kati yetu. Yakobo akachinja sadaka katika mlima, akawaita ndugu zake waje wale chakula, nao wakala chakula, wakakaa usiku kucha mlimani. Labani akaondoka asubuhi na mapema, akawabusu wanawe na binti zake, akawabariki. Kisha Labani akaenda zake, akarudi kwao.